Bwana Yesu asifiwe tena. Shangilia Jehova kwa makofi makubwa na vigelegele kupita jirani yako. Shangilia Jehova kwa makofi na vigelegele kupita jirani yako. Nataka ongea na mtu mmoja jioni ya leo ambaye atakutanana na neema ya Mungu. Shangilia tena Jehova kwa makofi na vigelegele. Kadiri uko napiga kelele ya furaha, kuzimu kuanze waka moto. Ukunisikia vizuri? Kadiri uko nashangilia, kuzimu kuanze waka moto. Maadui ambao walisimama juu yako wakutanane na moto. Uko nanisikia vizuri? Haleluya. Amen. 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 Salimia jirani yako, mwambie mbona hauko nasema amen. Adui umwamwe tuko naye hapa ni mchawi. Ukiona mtu aseme amen, jua ule ni mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kama pigi mikono jua vrema haiko sawa. Shangilia Yesu kwa makofi makubwa na vigelegele. Nataka kupatia siri moja ya makofi na vigelegele. Kuzimu tunaposhangilia Yesu, shetani anatetemeka. Haleluya. Tunaposema amen, bachawi mweko karibu yako anatetemeka. Sasa saba lijua ile siri, bakakamata udhaifu bakaitia mumikono. Batakatifu ya Mungu wanatafuta sema amen. Mchawi anaponda buto anakuambia hata usiseme, bitakuwa tu bien. Njoo na wewe yako amen unabakia sabubu. Kumbe mchawi anajua unaposema amen yake vyote vinaharibika. No, mimi napenda mtu mmoja ambaye ataribisha kazi za shetani hapa. Unaweza shangilia Yesu kwa makofi makubwa. Jioni ya leo tuko mu 6e jour. Kama kuna watu ambao waliikalia muujiza wako, kama kuna watu ambao walifanya complot juu muujiza yako usifikie, siku hii ya leo, hii date ya leo itakuwa date ya kwanza na ya mwisho yenye bataachilia muujiza wako, na utaushuhudia na watashangaa Mungu ambaye aliyekuleta hapa jioni ya leo. Niko kama Yohane Mjangwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mshukuru Mungu ambaye amenileta hapa tena jioni ya leo, kwa sababu isingelikuwa yeye kama siko hapa. Haleluya. Amen. Sitakosa kushukuru baraza pamoja na baba yetu mzazi mchungaji wa mahali hapa, ambaye ametukubali sisi watoto wake kusimama mbele ya watakatifu wa Mungu. Mungu wake tena azidi kumubariki. Niite tu Evangeliste Clovis. Napendaka Mungu sana. Amen. Kama unaona umpendaka fanya hivi. Salimia jirani yako, mwambie leo tena utabarikiwa. Tulikuwa hapa jana, mwalimu wa jana aliongea mengi. Wangapi ambao walianza mkutano pamoja na sisi wafanye hivi? Asi Mungu awabariki. Mtumishi ambaye alituhubiri jana aliongea kwa ajili ya mtu mmoja ambaye wamemuita Elia. Sema Elia. Huyu Elia alikuwa nabii wa Mungu. Asili ya Elia ilikuwa milima na kupotea. Amen. Elia ukimtafuta Kamanyola, akisikia mko mnamtafuta anapotea, naenda Uvira. Uvira nako wanamtafuta, akisikia wanamtafuta anapotea, anaenda Bukavu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtumishi wa kwanza ambaye Mungu alimtumikisha katika viwango vya moto. Haleluya. Nikakomprendre ya kwamba Mungu ambaye alitumikisha Elia kwa moto mpaka sasa bado angaliki katika kazi.
ijapokuwa hautaamini leo, lakini kitu ambacho ninaamini mimi, Mungu ambaye alishusha moto kumlima wa Karmele ataishusha hapa kuShalom. Maadui ambao walisimama juu ya maisha yako watakutanana na moto wa Mungu. Maadui ambao walikutanana na wewe watakutanana na moto wa Mungu. Kama unaamini pamoja na mimi, sema amen kupita jirani yako. Kama unaamini pamoja na mimi, sema amen kupita jirani yako. Ambia jirani yako hivi, Clovis ataongea. Ambia Clovis ataongea leo. Mie sijui nani mwalifunga muujiza wako. Kitu kimoya kenye mie Clovis mimi najua. Kuko mtu mwenye iko juu ya ule mwenye nafunga muujiza wako. Ule mwenye aliambia Elia, rudia kwenye ulikimbia. Mie Mungu nitakutumikisha na heshima yako itarudia. Niko nataka tangazia mtu mmoja hapa ambaye wachawi walikalia maisha yake siku za kutosha. Sijua ni heshima gani walioichukua, lakini kitu ambacho mimi najua, kuna Mungu asikiae maombi. Tunapomuita jioni ya leo, atashuka na atatenda. Tunapomuita jioni ya leo, atajibu mahitaji yetu. Tunapomuita jioni ya leo, atajibu shida zetu. Tunapomuita jioni ya leo, atatenda miujiza makubwa. Biblia iko inasema hivi, Elia akambia wana wa manabii na manabii habari, tupande Karmel, kule njo tutajua Mungu wa kweli ni nani. Sasa kitu ambacho kilichonishangaza hapa, wakati Elia anafika kumlima wa Karmel, hatua ya kwanza alibomola madhabahu. Sema kubomola madhabahu. Oh my God. Hatua ya kwanza Elia alibomoa madhabahu ya Mungu yenye iliharibika. Hii madhabahu Gideoni alijenga madhabahu, hakuiendezaka. Wakati hakuieneza, wakati Elia anakuya tu atende mambo makubwa, ikabidi abomole kwanza madhabahu tu ajenge madhabahu ya mzuri. Nikakomprendre ya kwamba Mungu hatendaki kwenye madhabahu fake na kuwaka, lakini Mungu anatendaka kwenye madhabahu original na kuwaka. Niko natangazia mtu mmoja hapa, madhabahu fake yote ambao walioijenga juu ya maisha yako, Mungu ambaye alitumikisha Elia akutumikishe na wewe uende kubomoa madhabahu fake ambayo walioijenga juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Uone muujiza wako. Ya kwanza, bomola madhabahu fake. Ambia mwenzako, bomola madhabahu fake. Madhabahu fake, uchawi. Madhabahu fake. Usharati ni madhabahu fake. Tunakujua samu Kristo, samu imbaji, bitambala vya mrefu mbuko mbaraga mkubwa. Madhabahu fake. Tunakujua sa evangeliste kabisa, makoti za mrefu, kumbe mulevi mkubwa. Jone ingia mkanisa, ali vitu vibadilike, unabakia rabi ne change pas. Bien aimé, mtu tu mwanzo mwenye hata badilikaka ni Mungu. Sikia iko jana, leo na hata milele. Asili ya mwanadamu ni kubadilika. Mtu mmoja aseme amene. Tunakujua muombaji kabisa, ukiimba ukiomba banasema hakuna mwingine sawe. Umbe uko na kakope kamoa hivi mkiuno, kenyo kikagusa kwa hivi vumbi na ruka. Tunaenda mbinguni. Mbinguni ya tate yako, ya shangazi yako, ya binamu yako. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Hautafikia muujiza wako wakati bado ungaliki na madhabahu fake. Tuwe muimbaji tu, bitambala tunakuonaka. Tunakujua. Ambia mwenzako tunakujua.
tunajua kama tukitoka hapa 19 kuko fasi kunaendaka. Tunajua na Mungu naye anajua. Hivi katika pamoja. Katika pamoja tupepee Jehova. Hautafikia muujiza wako wakati bado ungaliki na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sikia. Kila mtu mwenye aliona muujiza wa Mungu ya kwanza, sa Mungu anamtendea muujiza, alikuwa anamwambia usitende tena dhambi. Amen. Njoo ya kwanza. Anaponyesha mtu, kisha anamwambia usitende tena dhambi. Sikia. Kitu kinauwaka mtu haiko magonjwa, haiko maskini. Kitu kinauwa Mkristo ni dhambi. Sema dhambi. Dhambi ndio inaleta mauti. Na wakati uko mkanisa, Bongisa huyu unaloba nangoka. Say, wakati uko mkanisa na ungaliko natoka na bibi ya watu na babwana ya watu, uko makuni ya jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Ona, mchungaji wetu hapa aandae makuni ya jehanamu, me anaandaa bibi ya harusi. Mtu mmoja aseme amen. Depuli anzaomba depite milai ndachikengiri mpaka leo ngaliki mpangai. Na ushanza laumu Mungu. Mie Mungu anijua yake. Depite lianza kaomba, haya nibarikiaka. Atakubarikia wakati ungaliki na mazabau fake mnyumbako. Jana ulilala kulungo jana. Unakia mkutano. Ona tena bulozi watu wanafanyaka ya Kamanyola, bulozi ya kishenzi sana. Ulale nje hauvali manguo, mbele milango ya watu ndashunga chinta aloka. Kwenye unalalaka bierei na yala. Kitanda yako iko nalomba msamaha, inakwambia kama uko mulozi sunitoe hapa kwa wale watu weona ushaua uze kitanda mzuri. Chakula yope kwa nakulaka wa mulozi. Shaua batoto yako, batoto ya jirani yako, batoto ya binamu yako, mabuzazi njoo sisemo lishafunga. Uko na kosa lipapa ya 2500 nyumba ya Bukere huko amo, na kila siku mkanisa maisha iko pale pale. Bien-aimé, hautafikia muujiza wako wakati hauyajua kubomoa madhabahu. Nani aseme amen? Waliotutangulia katika injili walihubiri, walitangaza injili, na mkutangaza injili watu walikuwa wanaona mkono wa Mungu. Sababu Yesu alisema mtakapoona chukizo la uharibifu linaingia makanisani, asomae na afahamu. Manabii wa uongo watajitokeza mjina langu. Sasa mtabaona wanaingia, mjue ya kwamba siku za hatari zinakaribia. Sasa batumishi ya leo omwe balete unabii apata hapa ya bongo, bakukule $5000, bakukule parcele yako avale mzuri, mewe Mkristo uko pale pale mpangai. Bwana Yesu asifiwe. Nani mtu aseme amene hapa kupita jirani yake? Hatua ya kwanza juu fikie muujiza wako, ishi maisha ya utakaso. Ambia mwenzako ishi maisha ya utakaso. Hautaona muujiza wako wakati bado ngaliki mwenye dhambi. Kitu kitaua wa Kristo ya leo kanisa ya saba ni dhambi za siri. Amen. Uko muombaji,
niko mhubiri. Sasa tunaenda wa maombi, tunaingia kwa matengenezo. Wewe unajifanya kiroho sana karibu na Mungu. Mie njoo unaona mwenye zambi, zangu zambi njoo unaona, mewe zako nazifichika. Amen. Amen. Usomaji mzuri wa Biblia. Atufungulie Biblia. Samueli wa kwanza sura yake ya kwanza na mstari wake wa 11 hadi 14. Tunasoma kitabu cha Samueli wa kwanza 1 mstari wake wa 11 hadi 14. Biblia inasema nini? Tunasoma katika jina la Yesu. Akaweka naziri akasema, Bwana wa majeshi. Akaweka naziri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa utaliangalia teso la mjakazi wako, ikiwa utaliangalia teso la mjakazi wako, na kunikumbuka wala usinisahau mimi, na kunikumbuka wala usinisahau mimi, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, na mimi mjakazi wako unipatie mtoto wa mwanaume. Sema mwanaume. Mwanaume. Ndipo mimi nitakapomupa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake. Ndio. Wala wembe hautamfikilia kichwani kamwe. Ndio. 12 inasema ikawa hapo alipodumu kuomba, saa alikesha kwa kuomba mbele za Bwana, mbele ya Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. 13 inasema hivi, basi Ana alikuwa akinena moyoni. Ana alikuwa nasema tu mroho yake, midomo yake tu ilionekana kama inanena. Ndio. Sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo yule Eli alizania kuwa amelewa. 14 inasema, ndipo Eli akamwambia, Eli akamwambia, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Amen. Shangilia Jehova kwa makofi makubwa. Jioni ya leo iko jioni yenye iko prophetic maisha tu ya mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo Mungu hana bezo ya batu, meiko na bezo ya mtu. Haleluya. Jioni ya leo Mungu hana bezo ya sauti yako, meiko na bezo ya moyo wako. Jioni ya leo Mungu hana bezo ya kuvala yako bien, mais Mungu iko na bezo ya nafsi yako. Jioni ya leo Mungu hana besoin ya sadaka zako, meiko na besoin ya utakatifu wako. Jioni ya leo Mungu hana besoin ya sauti yako nyororo, meiko na besoin ya moyo wako. Kuna watu ambao Mungu atawatendea muujiza mpaka wao peke batashangala na bataulizana alitoka wapi na alikuwaka wapi. Haleluya. 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 Mahali ninapopasoma ni habari za Ana na Penina. Ana na Penina ni watu wawili tofauti. Amen. Ana ni ngumba hazali na Penina haiko ngumba anazala. Amen. Ana ni tasa hazali. Penina iko na batoto bawili. Na Elkana njo bwana wa aba batu bawili. Na Eli njo nabii wa bote. Ni batu bawili tofauti tofauti. Penina akazala wa kwanza, mtoto wa kwanza.
akazala tena turu ya pili, mtoto wa pili. Me Ana yeye hazai, ni ngumba. Penina akaanza cheka Ana siku za kutosha. Penina akaanza kuzarau Ana siku za kutosha. Penina akaanza kuzomea Ana siku za kutosha. Ana akifanya hatua, Penina anamcheka. Ana akituma watoto ya Penina, Penina anasema unabatuma unajua uchungu ya mzazi, ushaenda ku maternite wewe, unajua kisi mugongo na lumaka, juanze batuma ngumba susale bako. Ana akaumia ndani ya moyo wake. Ana akasumbuka sana ndani ya moyo wake. Kitu ambacho nilichokipenda kwa Ana, ijapokuwa Penina alizawa kwanza, lakini Ana kitu ambacho alikamata na samani ni kumtafuta Mungu. Nani kona nielewa hapa? Ijapokuwa Penina alizawa kwanza, lakini kitu ambacho nilichokipenda kwa Ana, alijua kumtafuta Mungu. Alijua ya kwamba ijapokuwa Penina anazaa mbele yangu, Mungu mwenye alinifunga tumbo njomo alimpatia watoto. Mungu ambaye amenifanya nikuwe tasa, njo Mungu alimufanya akuwe mama watoto. Bien-aimé dans le Seigneur, haiko kila kiote kenye unaona kama blocage ni batao njo banailetaka. Huko blocage nyingine Mungu yeye peke anileta maisha ya mtu. Nani ananiamini aseme amen. Tasa kimwili ni ule mwanajua ngumba hazalaki. Sana kuko tasa kiroho. Tasa kiroho njo ule mwenye huduma yake haipanukaki. Kazi zake hazipanukaki. Relasyon zake hazipanukaki. Ni muimbaji medepi alianza kaimba, iko pale pale habaya muitata katowota aende imba. Ni muhubiri me habaya muitata kalunga aende tangaza injili. Me ukimukuta mkanisa kukukia mtu mwenye yuko yulu yake, anasirika. Mie umu ni mkanisa angu, hakuna mengine matanitoa umu, mie njo shefu. Niko na kutangazia serviteur de Dieu mwenye uko hapa. Biblia inasema tuende tutafuta kilichopotea. Kama tutakaa kanisani, hayakuwa sinonime ya kupasua mpaka. Mekukaa nje ya kanisa ni sinonime ya kupasua mpaka. Wakati unakaa nje ya kanisa, unapasua mpaka. Mtu mmoja aseme amen. Ijapokuwa bataniita ngumba, huko Mungu wa maerere iko kunyuma, atanifanyizia tu. Ijapokuwa mtanicheka niko maskini leo, mekesho kuko Mungu wa maerere mwenye ataleta na mnashangala. Mtu mmoja aseme amen. Siku moja Ana anatatumana mtoto wa Penina. Penina akasema neno moja ikaluma Ana mroho yake. Niletee mai. Penina akasema umeulizalaka sasa. Unaanza mtuma sasa mai. Ulienda zala. We, kama yeye ndio malikuzalaka, uende ileta. Na kaona jua haiko ndio malikuzalaka, ikala pale. Mtoto akaikala. Bisirani kapanda. Sema asire kapanda. Wakati asira ilipanda, roho yake kavimba. Akauliza kwa Mungu, mimi najua sikukuwa pale, mero yangu ilikuwa. Akauliza Mungu, huyu juu azala alikupatiaka nini? Make mia hawezi nipa. Akauliza tena Mungu, mbona mie kila siku mimi naenda Shilo kukutolea sadaka? Penina yeye hakuna siku alishatoka hapa kaenda kutafuta. Mbona
mbona mie kila siku mimi natokaka hapa, mimi nenda mu presence yako kukutafuta? Mbona huyu mwenye ulipatia batoto yeye hakuna hata siku moja alishatoka hapa? Mie na wewe leo ama zako ama zangu na mimi utanipa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Penina kaenda mkanisa na bisirani. Bwana Eli alikuwa mule. Unajua hekima ya makuhani. Ana yeye alikuwa na tabia wakati anaingia mkanisa hata panda kwenye madhabahu, anabakia nyuma ya kanisa, anaomba Mungu, akimaliza anatoa sadaka, anatoka naenda. Wakati iko natafuta Samuel, kumbe Mungu iko nafunga tumbu ya Ana, kwa sababu kitu kenye kiko ndani ya Ana ni kitu kikubwa ambacho kitashangaza dunia mzima. Ijapokuwa Penina tazao kwanza, na kitu ambacho kiko ndani yangu mimi Ana ni kenye kitatawala watoto wako Penina. Usinicheke kwa sababu niko tasa leo, kesho na mimi Mungu atanipa. Usinicheke juu niko kipofu leo, kwa sababu kuko Mungu mwenye iko napita ataniuliza, Bartimeo unataka nikutendee nini? Na sitamulomba mbiwili, ndamulomba macho. Usinicheke juu damu ziko zinanitoka miaka 12. Kuko Yesu mwatakuya na watu wa mingi, menda ingia mu migulu ya watu na ndagusa pindo la vazi lake na damu itakauka. Usinicheke kwa sababu niko mtoto wa Mbaraga, bananifukuza mujamaa yangu, bananitupa mpori. Mesiku moya batakiaka nitafuta, mimi na baoblige kitu kimwambele nile basaidia. Mtu mmoja aseme amen. Mie Mefiboshete batanikata migulu, bananitupa Lodebar, kwenye mfalme hata fikaka, kwenye hata chef de quartier hata fikaka. Mungu wa maerere ataalbitre match, yeye peke atenda nitafuta Lodebar na ataoblige mfalme tukule na yeye mumeza. Niko natangazia mtu mmoja hapa, Jehova kutafuta Lodebar, hakukutananisha na watu wakubwa ambao watatangaza jina lako, ambao watakufanya kuwa juu, ambao watakufanya kuwa kichwa hapana mkia. Biblia inasema ametufanya vichwa hapana mkia, na wewe uko kichwa hapana mkia. Ijapokuwa watakusahau, mekuko Mungu mwenye anaandikaka sawa lisha kusahabu, atangalia mkae na nakutafuta. Sushangilia Yesu kwa makofi makubwa. Ana alikuwa na tabia ya kwenda mkanisa anabakia nyuma. Meseko natafuta Samuel, hakusemeshaka mtu, hakusemeshaka na Eli, na alikuyaka na asira kubwa paka kumadhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Omoma wa Israel mwanamke juu azoge kumadhabahu ilikuwa probleme sana. Maki balikuwa wanatia mipaka, mwanamke haruhusiwi kupanda kwenye madhabahu. Mtu mmoja aseme amen. Paske niko natafuta Ana mwenye atavunja pazia, aende tafuta Samuel kumadhabahu kwenye Mungu yeye pekee na ikalaka. Sitaona cha nabii, nitaona Mungu mwonekana kwa madhabahu. Wakati ya shida yako sionake mtu, kwa sababu watu kazi yao ni kurudishana nyuma. Hakuna mtu mwotelezea shida zako akupongeze, atakuchekea sahi, mesono mpatia mgongo, anakusomea, atakuonesha kemuko. Sasa unaenda anakuambia unakoma. Mtu mmoja ananiamini hapa aseme amen. Ana iko Shilo, iko natafuta presence ya Mungu, iko natafuta nabii mkubwa Israeli. Haleluya. Wakati anaingia anapanda kwenye madhabahu, akaanza omba Mungu. Kitu kia kwanza alifanya naziri. Sema naziri.
Sema kwa sauti kubwa Naziri akaambia Mungu, Baba, ukinikumbuka mimi mjakazi wako na kunipa mtoto mwanaume, huyu mtoto nitamtoa sadaka kwako, wala uwembe haitapita kwenye kichwa chake na wala mvinyo yoyote haitaingia kinywani chake. Nitamtoa kwako, atakuwa mali yako. Kinywa iko inatikisika, machozi inatoka na moyo uko unaongea. Nikakomprendre ya kwamba Mathayo 7 iko nasema, unapoomba usikue kama mnafiki. Ingia katika chumba chako cha ndani, sema na Baba aonaye sirini, naye atakujibu katika siri. Penina alicheka Ana, kumbe Ana alikuwa na siri, alikuwa na code secret ya kuomba maombi ya siri yenye italeta Samuel. Niko natangazia mtu mmoja hapa awe na maombi ya siri. Nani aseme amen? Nani aseme amen? Sema amen kupita jirani yako. Shangilia Jehova kwa makofi makubwa. Ana iko nalia. Ona Eli. Eli anaanza angalia Ana. Huyu mwanamke na bulevi anaanza ileta mkanisa. Ushona wakati mateso yanapita. Sa mateso yanapita na mtu mwenye ange kusemaka na kusemaka. Haleluya. Mateso yakipita na mtu mwenye angewezaka partager na wewe na anapata muda ya kuongelea. Fanya ange na ule mtu mwanakia karibu yako sana, mwanapenda ajue vyako vya ndani sana. Iko napenda kuulize bwanako alienda wapi, alienda fanya nini, nini limbeba kule, alikuachia rasio ya ngapi. Attention na ule mtu. Kuko tu watu ile ukienda msoko anakuulizaka, bwanako alikupatia rasio ya ngapi we? Kisha na wewe alinipatia 20,000. Kuko babwana huko njewa 9,000 lote. Sheba natupatia 5,000. Kono bwana. Mwanjo mulipataka babwana. Beba najua. Na wewe ule na mafiere zote. Mie bwanangu anakuwa na kazi ya bi. Uko nasema bwanako yuko na kazi ya bi. Kumbe ule mwenye uko naambie kuna mtamani naye. Erere kidogo ikiingia na mlogota na mbeba. Nani aseme amen? Unaza kila kitu kyote ndio utakona mbia watu. Sema kiloko fichika ingine. Maake juu bwanako alipata $500 mpale, wewe unaenda mbia rafiki yako, bwanangu alileta bie ya $500 mnyumba. Ona wasa na furahia kisile $500 liingia mpale. Afurahi. Ataenda kuwafumu anamtafuta bwanako. Chukuko ba teknisia kumadawa huku nje. Akitaka kunyang'anya bwanako atakunyang'anya eneko na cheka. Na atakuwa anatembea na bwanako na uko na mchekea. Unawaza ni rafiki yako, kumbe njoo mweko na kumalizia bwana. Na sababu maskini unaingia, yenjo mwatakuwa wa kwanza kusema na alijivunaka sasa iko wapi. Angalisho na batu. Fanya attention na batu. Dunia inaisha. Bwana Yesu asifiwe. Dunia ina vide. Makama kuko kitu tachunga na samani sana usikitangaze tangaze, ni siri yenye iko ndani ya moyo wako. Usikuwe distress sawa basoda benye Yesu anafufuka kisha wanaenda sema kwa chef ule tipe alifufuka, kisha wakabambia musiseme malare hizi mnyamanze. Kumbe njo kwenye injili itatokea pale. Sikia, ficha vingine vyote, usifiche injili ndani yako. Ficha zambi lakini ya injili usifiche, kwa sababu tunapotangaza injili wenye zambi wanakuwa wameokoka. Tunapotangaza injili bachawi mkanisa banakimbiaka kanisa. Ukiangalia mkanisa sasa mnapandisha dozi ya maombi, unaona kanisa inashuka. Balozi kwa banakimbia. Unaona hapa iko tena fasi yetu hapa. Sasa kisi katikati yetu hapa. Bazordiongo abakosi bako chepe hapa.
Paske nguvu za Mungu ziko, abanashindwa gisi ya kufanya. Pepe Jehova kwa makofi makubwa na vigelegele. Ana akakamata agano na Mungu. Ukinipa mtakazi wako mtoto mwanaume, huyu mtoto nitamtoa sadaka. Wembe haitapita kinywani pake, wala divai yoyote haitaingia kinywani mwake. Machozi kamtoka, anakalia sana. Eli akamuuliza, we mwanamke, ni mpaka lini utaleta ulevi mpaka kanisani? Punguza kulevi. Anakasema, mjakazi wako hajakunywa kileo chochote, lakini alikuja kumimina moyo wake mbele za Bwana. Kumbe kona jitabiria ya kwamba kuko Samuele mwenye kona kuya, mwenye takamata nafasi yako wewe Eli. Acha kusema neno juu yangu. Samuele kona kuya, mwenye kona prepare David wa kesho. Samuele kona kuya, mwenye kona prepare David wa kesho. Kuna watu ambao walizaraulika jana, kumbe Mungu iko na batayarisha makusudi makubwa bakuema pano publicite ya jamaa. Walikucheka, bali kuzarau mkanisa. Huyu ni maskini, hana na kitu, hana na pesa, hana na makao. Kumbe Mungu iko na mtayarisha. Mungu iko na mtayarisha. Naona mtu mmoja hapa, Mungu iko na mtayarisha. Vile uko napiga magofi yako, Jehova iko na kutayarisha. Vile uko napiga kelele, Jehova iko na kutayarisha. Vile unashangilia, Jehova iko na kutayarisha. My God. Kumbe Mungu iko na tayarisha. Ona saa analitoka kukanisa, muujiza wake tayari ameshakuwa nao. Neno tu moja Eli alisema, na Mungu akutendee kama vile moyo wako unavyosema. C'est-à-dire Mungu pia anatembea na neno la mtu. Mungu anatembeaka sawa sawa na neno la mtu. Kile kenye utajikiria juu ya maisha yako, na ndio kenye Mungu atafanya juu ya maisha yako. Ukikiri madhaifu juu ya maisha yako, na Mungu atakutembeza katika hali za udhaifu. Niko natangazia mtu mmoja hapa, asiweke maneno ndani yake, aweke neno ndani yake, kwa sababu neno ikiingia itavunja maneno na muujiza utaonekana. Nicheke gisu napenda, sina viatu, ni mzuri, Mungu atanifanya. Kesho utakia nilomba kiatu. Nizarau gisu napenda na lusoti lwangu la ombani. Hajuake imba, sawa. Mungu iko na nitayarisha. Iko na nikutananisha na Bonere, kesho ndaimba naye Bukavu. Amen. Unaona sauti yako uko nayo ya desa, kwa tunaichora na uchiamo maombi. Mungu atatia fujo fasi mwevi etazini. Uko dada mwana kwa kushalome, ule njoo matakia tuimba. Bwana wa kuandaa iko na kuandaa. Hata kama vitakawia, vitatokea tu. Hata kama muujiza wako utakawia, muujiza wako utatokea tu. Nampenda Ana sana. Alijua ya kwamba Mungu anakaa kwenye madhabahu, na sitaenda fasi mbili, mendaenda sema na Mungu yepeki. Nikakumbuka Elizabeth wanakutanana na Maria, wakati wanakumbatiana vitoto vikacheza. Nikasikia Elizabeth akasema, na kibarikiwa kilichokuwa ndani ya tumbo lako. Nikakomprendre ya kwamba kuna wamama ambao wako hapa, ndani yao mna vitakatifu. Ijapokuwa vita itainuka, ijapokuwa wataongea sana, meki kilichokuwa ndani ni kikubwa. Nani aseme amen? Nani aseme amen? Nani aseme amen kupita jirani yake? Nani arudishie Jehova kelele za furaha hapa? Nani mwatachanganya kelele ya furaha hapa? Bien-aimé, unapochimba shimo juu ya mwenzako, chimba ya kidogo. Ambia mwenzako chimba ya kidogo. Amen. Chimba. Haujui kesho
mutilia pozo kwa ile mikrofoni ya kufe. Huko baba wa masomo nyanekala ndani yangu. Lakini kiibana tu mikrofoni. Ye kwanza nakamata ile sumu yeye anaikunywa, kisha na mimi naanza sasa imba. Na mutilia sumu juu asingie tena mwa kanisa. Kumbe wewe peke utakia sababu ile kiti nyolitia kwa sumu, ndio unaona kia ikala yako na ule molitilia anahama na ikala pale. Niuliza nikwambie, mama mmoja kaende kala fasi mwevi mkanisa. Kuikala wakaribia kama ile fasi yako yako. Toka ule nakasema ndaikala hapa. Mwenye fasi yake yuko hapa, mie ndaikala hapa. Fuje kanza mkanisa juu tu ya fasi, mchungaji akasimama. Probleme nini si wikale? Huyu mwamba rafiki yangu aliniambia nimwekee fasi. Kumbe alikuwa ashatia alitayarishia ya kuya mwenye haiko mwenye nao ndio manakia ikala pale. Ndio maana wakati uko na chimba shimu, chimba ya kidogo, pasikie Mungu anaweza fanya ule aruke, kisha wewe kikuyo nadumbukia. Taifa la Israeli liliona njia, kumbe Farao ataiona njia, kumbe ni kaburi. Kuna watu ambao Mungu anawaandaa katika mateso makusudi makubwa, bakuwe pano publicite ya jamaa zao. Haleluya. Ya haleluya. Ana katoka kwa kanisa kaenda. Alikuwa cheka kitena. Pesa alifika kunyumba akacheka. Akaanda chakula. Akaita bwanake bakakula. Elikana kashangala maraba. Depi niko na umere hayachekaka. Depi niko na umere siaona anafungula sura. Maraba leo anacheka, anaonesha tabasamu. Kumbe Mungu asaleta Samuel. Kwenye Samuel anaingia kuna kuwaka furaha. Kwenye Samuel anaingia kuna kuwaka kicheko. Kwenye Samuel anaingia kuna kuwaka ishara fulani hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kenye Mungu anaitakaso, tusema utakaso. Kitu kia pili ni kujua kumtolea sadaka, sema sadaka. Samueli atatoka munjia ya neno na maombi pamoja na sadaka. Isaki atatoka kwa njia ya sadaka tu pamoja na cheko. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sara alipokea wageni, akabakulisha, bakashiba. Bale bawana bakamuuliza, "Ushazala?" Sara akasema, "Hata siazala. Siku saa leo uiandike, tutakukuta unazala." Sara akasema, "Mbona shibe hii kwenda basemesha hivi mwe? Mulikia anjala zenu, mimi nabapatia chakula mnashiba. Hii miaka yote nona nta yote nishakuwa nayo. Nizale tena wapi? Watoto waishaisha. Utoke mwende." Kumbe ile kusema yake ni Isaki njoo mwenye kuna tengeneza mtumbu yake, mwenye atakamata nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambia mwenzako hivi, unicheke tu. Ambia unicheke tu. Kuko cheko nyingine utanichekea ni ngazi yenye ndapandia yako. Kuko neno ambayo watasema juu yako, wewe unawaza ni juu ya kukuua. Kumbe njoo eskalie Mungu iko na kutayarishia. Na Mungu akitafuta tendea mtu, anamubebea moile mwingine walikuwa wanamzarau amo sana. Mungu akitafuta fanyizia mtu surprise, anamubebea moile quartier walikuwa wanasema ni maibobo, njoo anamrudisha mule, anamfanyizia mo miujiza. Na boy tena njoo anakuwa bakuanza kumpigia saluti. Nikakomprendre ke ijapokuwa Penina alicheka Ana, Mesa Samueli alikuya, Penina alifunga kinywa. Hakuna tasa mbibilia aliyeza mtoto mwanamke. Batasa bote mbibilia balizala batoto wanaume. Juu ya nini bazale batoto wanaume? Kwa sababu Mungu aligundua ya kwamba nikipatia Ana mtoto mwanamke ataolewa tena na bakia kuwa tasa. Omweni mpatie mtoto mwanaume mwenye ataleta mwanamke juu jamaa iendelee.